That is how you will make it able. Bwana Yesu asifiwe. Hautaki kuchukua mtu wa kujitunisha. Ni vema ukuwe humble, lakini sio kujitunisha. Kuna tofauti ya kujitunisha na kunyenyekea. Haleluya. Hauwezi ambia Reverend akuje hapa aanze kujitambulisha, mimi naitwa Reverend Chopati, mimi ni mtenda dhambi, mimi napenda Yesu. You are actually irrelevant. Bwana Yesu asifiwe. Christ wants someone who will uplift him, who will make him pleasant unto the throne at heaven. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tuone mambo haya in Romans chapter number 6. Biblia inasema, yes, tuseme nini basi? Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Hasha! Sisi tulioifia dhambi, tutaishije tena katika dhambi? Haifai. Haya ni maswali ambayo nimekuwa nikikueleza. Paulo anasema, je, tuendelee kudumu katika dhambi? Tuendelee kujifurahisha katika dhambi? Tuendelee kufanya dhambi? Tuendelee kukaa katika dhambi? Je, tutakuwa on the right side? Ama sisi ndio tutaambiwa, sikujui, sikujui mimi, kazi yako na talanta ulizopewa ulificha chini wewe. Haleluya. Ni vema sana ukuwe mtu ambaye anamfurahisha Kristo, ukuwe mtu ambaye ni wa maadili ya kuinua Injili. Kuinua Injili ni kutenda dhambi? Hapana. Ni kufanya zinaa? Hapana. Ni kufanya uchawi? Hapana. Ni kufanya usharati? Hapana. Ni kukuwa mtu ambaye anaenenda na mwenendo wa Kristo, ya kwamba hata kama hii dhambi itakupata, ikupate off guard, isikupate kama unajua. Wewe ni pastor kama mimi mzuri, lakini wewe ndio huyo unahangaika na wanawake. Wewe ni mwalimu mzuri, lakini bado unasumbua hata wanafunzi. Wewe ni Mkristo umeokoka vyema, lakini bado masengenyo mdomoni haitoki. Hayo ni mambo ambayo utakuja kulipwa. In Revelation chapter 22 verse 12, the Bible says, what you are doing, you gonna be rewarded the same. Jinsi vile ulivyotenda, Kristo yuache upesi na ujira wake mkononi kumlipa kila mtu kadri alivyotenda. Kama wewe ulikuwa unatenda mema, ulikuwa unamsifu Yesu kwa ukweli, ulikuwa unamuinua Yesu kwa ukweli, ulikuwa unahubiri kwa ukweli, ulikuwa unamwimbia kwa ukweli, haukungoja kusukumwa wala kupembelezwa, wewe ndiye utafika mbinguni. Lakini wewe endelea kukaa katika dhambi, hiyo dhambi itakudunisha, itakuweka chini na itakupeleka jehanamu. Ni vema sana ujihadhari na dhambi. Dhambi ni kitu ambacho ni chukizo kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Let us walk in faith and in unity as a church. Let us make others have a good look, be a good example, be a role model to others, so that you can empower someone, so that you can make someone go to another grade, so that you can make someone grow spiritually. Hallelujah. Otherwise tutakuwa tunadanganyana hapa, tutakuwa tunafanya entertainment. When Christ comes again, he needs people who are straightforward, who are focused as by the cross. Bwana Yesu asifiwe. Je, tujiite watenda dhambi kwa sababu wamesema wote ni watenda dhambi? Hapana. Kuna kitu ambacho kinaitwa mtumwa wa haki.
A person who is righteous is the one which is served. Is different from the one who is holy. I know we cannot be holy, but we can be righteous. Infaa tukuwe watumwa wa haki, ya kwamba hata kama done itakupata ya dhambi, imekupata of God. Hilo jina ndilo Paulo anatupa la mtumwa wa haki. Yeye mwenyewe ndiye anasema haya. Hebu nisomee 22 verse 22. Romans 6 verse 22. Verse 18. Soma kwanza verse 18. Na mlipokwisha kuwekwa huru mbali na dhambi, mkawa watumwa wa haki. Amen. Mkawa watumwa wa haki. Paulo mwenyewe anaendelea pale, anakuambia usijiite tena mtenda dhambi, jiite mtumwa wa haki. Don't call yourself as a sinner. You are a righteous. You are a righteous. Once you said you are a saved, vile walikuwekea mkono wakakuombea, ukasema Kristo ni Bwana, ukarudia maneno ya mchungaji, ukasema nimeokoka kuanzia leo, Yesu ni Bwana, na ukaweka imani kwake, wewe sio tena mtenda dhambi, wewe ni mtumwa wa haki. Tembea katika haki, tembea katika uwepo wa Yesu, tembea katika hali ya kumpendeza, tembea katika hali ya kumuinua, tembea katika hali ya kupendeza hata wengine katika jina la Yesu. Amen. Hallelujah. Amen. You are not a sinner. When you call yourself a sinner and you are a saved person, you demean yourself. There is a difference between demeaning and being humble. You need to be humble, but not to demean yourself. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haifai kabisa. Ndio maana na kukumbusha kwamba ufalme wa mbinguni, vile Yohana alisema umekaribia, na mimi nakwambia ufalme wa mbinguni umefika, umetimia. Ni vyema sana ujiweke mbali na dhambi, ujikaelishe kando na dhambi, ujikalishe mbali na done lolote linaloweza kukurejesha nyuma. The spirit of backsliding, you go against it in the mighty name of Jesus. You declare yourself a righteous and you walk in a righteous manner. Bwana Yesu asifiwe. Maana Yesu atarudi kama mwizi, atarudi kama yule ambaye hakukusurprise. Bwana Yesu asifiwe. The Bible says you do not know the hour nor the moment. Hata yeye mwenyewe anasema hajui siku wala saa ambayo itakuwa. Hata malaika wa mbinguni hawajui. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni vema sana uweze kujiweka tayari. Na ndiposa nilikwambia, you need to be a person who prays. You need to be watchful. You need to be a person who reads the Bible. You need to be mtu wa kusoma Biblia kila wakati. Usikose na uweze kujumuisha na kujumuika na wengine katika fellowship. You union